yenye alikuwa anatarajia, hadi wakaishi wakachoka, wakaona kwamba sasa tumekata tamaa. Na ndipo maisha ambayo tunaishi hata sisi leo hii. Wengi tumejaribu kuweka biashara lakini haijaweza. Wengi tumejaribu kukaa katika ndoa lakini haijaweza. Na wakati inapofika mahali hapo ndipo unaona msukumo. Unaona unaanza kujiuliza maswali mingi moyoni mwako. Mbona imefanyika hivi? Mbona kweli kunaye Mungu? Lakini nimekuja kutangazia kwamba usichoke. Biblia inasema kwamba unaposoma kitabu cha Luka 5 kuanzia mstari wa 2 inasema hivi, akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, ukashushe nyavu zenu mvue samaki. Na kwamba unaona kwamba wakati Simoni na Mungu Yesu Kristo ananena naye hiyo maneno, Simoni alikuwa amejaribu usiku kucha, hajashika samaki hata mmoja. Amejaribu kukesha usiku kucha katika bahari, lakini je, bahari imechafuka. Mambo yake ilikuwa imekwama, maana hakuwa na Yesu wakati huo. Mambo yake ilikuwa imesimama, lakini anashangaa, mbona sasa hivi unaniambia nitweke mpaka kilindini nikashushe nyavu tena? Maana nimejaribu usiku yote. Huenda inaweza kuwa ilikuwa asubuhi wakati wa masaa ya kukucha. Simoni akaona sasa bahari tunaingianga wakati wa usiku wa manane. Mbona sasa hivi unaniambia asubuhi niingize mahali pale? Maana Simoni mwenyewe alikuwa amekata tamaa. Anaona hakuna msaada. Maana amejaribu usiku kucha hajaona. Na ndipo maisha ambayo sisi wenyewe hata tunaishi siku ya leo. Huenda tumejaribu jambo moja leje wake. Huenda tumejaribu kuweka biashara moja imefeli. Huenda tumejaribu hata katika ndoa zetu zimefeli. Lakini tunashindwa kwamba ni nani atakayekuja kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kunaye Yesu katika maisha yetu. Kunaye Yesu ambaye anajua wakati ambao atatenda. Kunaye Yesu wakati atakuja maisha yetu itabadilika. Biblia inasema kwamba mstari wa 6 inasema kwamba tunakutoka katika kitabu cha Luka mstari wa 5 kuanzia 2 hadi 7. Biblia inasema kwamba tuanzie 5. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako itazusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakafungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, Jesus. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba hao ni watumishi wa Mungu ambao walikuwa wamejaribu usiku kucha. Wameweka nyavu usiku kucha katika kazi yao ambazo kazi zao zilikuwa za kuvua samaki. Na jinsi unavyojua kazi ya kuvua samaki sio kazi rahisi. Ni kazi ya kujitolea, maana unaingia katika bahari katikati, unaenda mpaka deep sea, ndipo at least upate samaki. Na usiku kucha wamekesha, wameng'ang'ana, lakini hawajapata chochote. Maana alikuwa pale uchi. Maana maisha ya bahari, wale ambao wamevua samaki wanaweza kuelezea usiku vile ziwa uanga iko moto. Huenda alikuwa pale amevaa zile nguo tu zao za kuvua, wamekesha usiku kucha lakini hawajapata chochote. Lakini wamefika wakati sasa wamegive up, wamekata tamaa. Wanasema kwamba heri sasa tubadilishe hata hii location, tukabadilishe hata hii lake tuende kwa nyingine, maana bahari imetukataa. Wakati huo ndipo Yesu naye alijitokeza kwa maisha yao. Wakati huo ndio Yesu alikuja akawaambia kwamba msikate tamaa, maana mtashusha nyavu tena. Inaweza kuwa leo hii ni wewe ndio unazungumzia mahali hapa. Inaweza kuwa jioni ya leo wewe ndio unazungumzia jioni ya leo. Inaweza kuwa biashara zako umejaribu zikakosa kufua dafu. Inaweza kuwa ulijaribu kuweka biashara duka zikaanguka. Inaweza kuwa ulijaribu kuweka biashara za nguo zikaanguka. Lakini ukaona kwamba hata hakuna matumaini katika huu mtaa Kirarapo. Unaona kwamba biashara haiwaki katika mji wa Kirarapo. Sisi leo nimekuja kutangazia kwamba yupo Yesu. Yesu na kibali cha Bwana kitakuwa katika maisha yako. Wakati utakubali Yesu aingie katika maisha yako, atabadilisha ile biashara. Solution sio kubadilisha mtaa. Solution ni kutafuta neno la Bwana. Bwana Yesu.